tukatafute dawa ya mganga, atatuchukulia mpunga. Ndio mganga huyo. Ni safari ndefu sana kwa Ufunuo Kwaya Kakule Singers kukifikia kijiji mahali anapokaa Bibi Anna. Bibi Anna ni mama anayejishughulisha na biashara za namna mbalimbali, lakini akiishi na mwanaye ambaye ni kipofu zaidi ya miaka 15. Katika hali hiyo, Bibi Anna akiteseka, akihangaika changamoto ya kumlea mwanaye akiwa mtu mzima, akiwa ni kipofu. Video hii itakupatia fursa ya kujifunza na kujua mapito ya Bibi Anna na mwanaye kipofu. Endelea kufuatilia katika chaneli yetu ya Ufunuo Kwaya Kakule Singers. Hii na ndio maana Ufunuo Kwaya wakaamua kufunga safari kufanya matendo ya huruma na kumuona. Kiukweli watazamaji, na huzunisha sana nitaka kufikiria changamoto anayopitia huyu mama toka ingali kijana wake ameoa mke wake mpaka amezaa mtoto mmoja, na mpaka leo alipofikia hapa amepitia changamoto kubwa sana. Kwanza huyu mama ni mama ambaye ni mfano wa kuigwa, ambao hata mama wengine atakapopitia changamoto mtoto wake anatakiwa kuhangaika naye kama mama huyu alikuwa. Huyu mama kwa kweli, kama alivyosema mwenzangu, huyu mama ni mfano wa kuigwa, ni mfano wa kuigwa, maana kuna mama wengi saa hizi ona na kumsalimia na kuomba pamoja naye na kumtia moyo, ili kwa namna moja au nyingine apate fursa ya kumjua Mungu. Mikasa aliyoeleza mwanzo wa changamoto ya mtoto wake na mwanzo wa changamoto za maisha yake ni ya kusisimua na ya kusikitisha. Najua unajiuliza kwamba nini chanzo hasa cha kuwa katika hali hiyo, na nini hasa chanzo cha kuwa kipofu, na nini chanzo cha maisha yao kuwa hivyo. Nilipo mpunga, akasema tukatafute dawa ya mganga, atatuchukulia mpunga. Ndio mganga huyo akawapa dawa. Alipowapa dawa mganga huyo, mama Helena asubuhi alinawa kita chikoonekana. Akasema baba Helena, umeingia shambani, banuja anawa, alitupa dawa. Akasema ngoja nije ninawe na mimi nimesahau. Alipokuja huyo akanawa, kitu kikafanya hivi pia, kikawaka kama moto. Ndio chanzo cha maji. Lakini kulingana na hapo kama nadhani mwanzo wa tatizo hilo, kama ulivyoeleza kwamba ni dawa alivyonawa, mlifanya jitihada gani lipoanza hilo jambo? Yaani hilo tatizo lipoanza la kuwa kipofu na baada ya kunawa hizo dawa. Mganga huyo alisema huyu aje, amepoteza mashahidi. Aje nije nimtafutie dawa. Alisembea, hajaenda. Alizembea kabisa kwenda. Labda angeenda. Ufunuo Kwaya ingine angekuwa saizi naona. Tulizungumza naye kwa kina zaidi na kueleza hali halisi ya chanzo cha maisha yao na chanzo cha kuwa katika hali hiyo, ili huyu mama hata yeye iwe siku
akifikia ile stage ya kwamba hapa sasa nimefikia. Pia Ufunuo Kwaya hawakusita kutoa ushauri na kumtia moyo. Mungu awasaidie sana, pia Mungu awawie ili muweze mkamsaidia huyu mama. Pole sana mama. Asante sana. Pole sana mama. Asante mama. Shukuru kwa sauti yako sana. Pia Ufunuo Kwaya walitoa msaada wa vitu walivyokuja navyo kama vile sabuni, vile sabuni na vitu vingine ambavyo vinahusiana na hali halisi ya Bibiana. Bibiana alibubujikwa na machozi na kuona kwamba mwanga umekuja nyumbani, na moyo wake ukaona kwamba hakuna haja ya kukata tamaa. Aliinua mikono yake na kuonyesha kwamba ana haja pia ya kuishi na kupendwa na Mungu. Akiongea Bibiana kwamba ana neno la kuwaomba jamii inaomzunguka na wewe unao unayefuatilia video hii. Ila mgonjwa wangu huyo pamoja na mimi tatizo langu, nashughulika hapa, niende hospitali wakamalizie jicho hili, niwe nachunga mtoto wangu, alafu zaidi ni huyo. Lakini tunajifunza kitu kimoja katika maisha ya Bibiana, kwamba tusichoke kumtegemea Mungu hata kama kuna hali ngumu. Changamoto zinaweza kujitokeza, lakini hatupaswi kuenda kinyume na Mungu. Hatupaswi kwenda sehemu nyingine ambapo hapawezekani kutatua maisha yetu. Msaada pekee ni Mungu. Mtegemee Mungu katika maisha yako, naye atatengeneza maisha yako kuwa mazuri. Maisha ya Bibiana na mwanae yanatufundisha kusimama imara katika changamoto, katika hali, katika maisha, katika uchumi na hali halisi ya maisha yetu kwa ujumla. Dunia hii imejaa mambo mengi sana. Unapoishi na kula na kunywa na kustarehe, hautajua kila ambacho unaweza ama kinaweza kikakupata dakika ya pili. Lakini Mungu ndiye anayejua katika dakika yako ya pili nini kinakupata au nini kitakupata. Siku zote tumpatie maisha yetu Mungu. Endelea kufuatilia chaneli yetu ya Ufunuo kwa Kakule Singers. Ujifunze mambo mengi yatakayoridhisha moyo wako. Hii ndiyo ilikuwa safari ya Ufunuo Kwaya. Walifunga safari kwa ajili ya kumtafuta mama ama Bibiana juu ya mkasa mzima wa maisha yake. Mungu akubariki. Mungu akusaidie. Amina.
Yesu akipita kando ya bahari na mito na vijijini, alipita kando ya kipofu. Kipofu aliposikia Yesu akipita, akapaza sauti, Mwana wa Daudi, nirehemu nipate kuona. Yesu akipita kando ya bahari na mito na vijijini, alipita kando ya kipofu. Kipofu aliposikia Yesu akipita, akapaza sauti, Mwana wa Daudi, nirehemu nipate kuona. Yesu alimuuliza, wataka nikutende nini? Yule kipofu akajibu, Bwana, nataka nipate kuona. Yesu alimuuliza, wataka nikutende nini? Yule kipofu akajibu, Bwana, nataka nipate kuona. Japo alikuwa kipofu, kwa imani alimuona Yesu. Tuwe na imani kama ya kipofu, tutamwona Yesu akitembea katika nyumba zetu, familia zetu zitakuwa salama. Japo alikuwa kipofu, kwa imani alimuona Yesu. Tuwe na imani kama ya kipofu, tutamwona Yesu akitembea katika nyumba zetu, familia zetu zitakuwa salama. Yesu alimuuliza, wataka nikutende nini? Yule kipofu akajibu, Bwana, nataka nipate kuona. Yesu alimuuliza, wataka nikutende nini? Yule kipofu akajibu, Bwana, nataka nipate kuona. Yesu alimuuliza, wataka nikutende nini? Yule kipofu akajibu, Bwana